Sasa jamani, mimi naona tufanye malipo. Ukabidhiwe chumba chako na kijana uende ukapumzike, aliongea dalali. Lakini chumba sijakiona dalali, aliongea Tito. Mimi nyumba yangu nje ndo kuukuu, ila ndani ni kizuri sana. Tiles kila sehemu, vyumba vikubwa, choo kizuri, kina kila kitu. Na singbodi mpya. Hivyo toa tu kodi, aliongea yule bibi akiwa mkavu. Na kodi ni bei gani? Aliuliza Tito. Kodi ni 120 kwa mwezi. Unalipa miezi 3. Ukiweza kuendelea sawa, tutaendelea na mkataba, alijibu yule bibi. Tito akaona sio mbaya. Akatoa pochi yake, akahesabu 360, akamkabidhi mwenye nyumba. Baada ya kuzipokea zile hela, yule bibi alizigeuza moja moja. Wakati huo Tito na yule dalali wanamwangalia tu, na ni kama kuna maneno alikuwa anatamka. Tito akachoka tena. Haya, ukimalizana na dalali, njoo nikuonyeshe chumba chako, aliongea yule bibi akielekea ndani. Tito alimpa pesa ya udalali mzee Talimu. Akaagana naye na kuondoka. Tito akamfuata mwenye nyumba. Alipoingia kwenye korido tu, mara nywele zikaanza kumsisimka ajabu. Mbona umeganda hapo mlangoni? Ingia ndani nikuonyeshe chumba chako nikapumzike mimi, aliongea yule bibi. Sawa, alijibu Tito kwa wenge. Mara akajikwaa kidogo tu aanguke na begi lake. Sasa chumba chako ni hiki, namba 7. Unaona kila chumba kina namba, na nimeviweka namba kwa kuwa vyote vinafanana. Hivyo usije kujichanganya ukaingia chumba ambacho sio chako, aliongea yule bibi huku akiufungua mlango wa kile chumba. Mara ghafla ikasikika sauti ya mlango unasukumwa kwa nguvu. Ki. Tito alitoka mbio na kumwacha yule bibi mlangoni. We kijana, unakimbia nini sasa? Aliuliza bibi. Hapana. Sasa hiyo sauti ni ya nini? Aliuliza Tito akiwa kasimama mlango mkubwa wa kutokea nje. Siulize sasa, iko chumba namba 9 na kama mgonjwa wa akili, alijibu bibi. Mgonjwa wa akili? Aliuliza Tito akirudi alipo yule bibi. Ndiyo, ni mgonjwa, alikuwa mpangaji wangu. Alikuja kupanga yeye na mkewe. Bahati mbaya akawa chizi. Hivyo mkewe na mtoto wakamkimbia. Huu mwaka wa 3 sasa. Mimi ndo namuangalia, alijibu yule bibi. Tito akashtuka zaidi.